nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia nenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nifahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Kwa hakika Bwana, twatamani sana tukujue, twatamani sana tuzijue njia zako, na tunapokufahamu nasi tuzifuate. Twaomba unene nasi wakati huu, ili Bwana tukajua yale ambayo ni mapenzi yako katika maisha yetu. Tufundishe Bwana kuzifuata zile njia zako, nami ukanitumie kama chombo chako, ili sisi wote tupate kubarikiwa. Na ni katika Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tuketi. Ninachukua fursa hii ili kuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Mfurahia Bwana na kwa maana yeye ni mwema. Katika dakika ambazo tutakuwa tukisemezana pamoja, tunataka kusema ama kulichambua neno ambalo tumelisoma kwa mada ama maudhui ya kujua njia zake Mungu, knowing the ways of God. Kwa maana yawezekana kama vile ambavyo tulisomewa katika neno la mwongozo, Yesu anapomuuliza Filipo, nimekuwa nanyi wakati huu wote nanyi hamjanijua. Kwa maana yawezekana kuishi na mtu lakini usimjue. Yawezekana kuishi na mume wako na usimjue kumtambua vyema. Yawezekana kuishi na mkeo, kuishi na watoto, kuishi na wazazi, lakini usiwatambue vyema. Yawezekana kuwa pia kanisani lakini usijue mienendo ya kanisa letu. Wanajiposition, wanachukua position zao ili kuingia serikalini. Na wanaanza kujipanga pale, mmoja anajiona labda mimi wakati Yesu atakapochukua hii serikali. Manake bado walikuwa katika serikali ya Warumi. Na wanaona sasa tuko na mfalme ambaye akishachukua serikali, nasi tutakuwa pale, tutakuwa watu waheshimiwa, tutakuwa watu wa madaraka. Wanajiambia, mwingine kama Tomaso anajiambia labda mimi ndiye nitakuwa kama waziri wa fedha, kwa maana ndiye alikuwa anaweka fedha zao. Labda mimi nitakuwa pale waziri wa fedha. Petro labda anajiambia mimi ndiye nitakuwa waziri wa usalama. Ama Bona akaubeba upanga, manake usiku huu baada ya sura kadhaa utapata Petro wakati Yesu anaposhikwa, Petro anauchomoa ule upanga wake na kumkata mmoja wa, mimi nitakuwa pale kwa usalama. Lakini Yesu anawaambia mimi naenda.
na ninapokwenda nanyi pia mwapajua pale, nayo njia mwaijua. Wanafunzi wanafadhaika sana. Sasa huyu tuliyekuwa tunamtegemea, huyu ambaye tulikuwa tunamuita ni kiongozi wetu, huyu ambaye amefanya miujiza ikaonekana nasi tukaheshimiwa pamoja naye, akishaenda itakuwa namna gani? Wanafunzi wamefadhaika sana. Ni kama lile somo la kwanza ambapo Daudi amekwenda vitani, na anaporudi pale Zikilagi anapata mji mzima umechomwa moto, na Daudi alikuwa ameondoka na kikosi chake cha wanajeshi zaidi ya 600, yeye akiwa kiongozi wao. Manake kwa wakati huu Daudi alikuwa anatafutwa sana ili na Sauli mfalme ili amuue, naye Daudi akatoroka, amejificha nchi nyingine, nchi jirani, amejificha pale nchi ya Wafilisti, na Wafilisti wamempa mahali pale Zikilagi ili Daudi aishi pale. Na Daudi amekuwa akienda vitani na anarudi mahali pale, na anaona anaendelea kustawi, anaendelea kujengeka, anaendelea kupigana vita, na anaendelea kupata ushindi. Lakini kwa wakati huu wanaporudi wanapata mji mzima umechomwa, na sio mji tu umechomwa, lakini hata wake wao na watoto na waume ambao walikuwa wameachwa nyuma wameshachukuliwa mateka. Na hawa watu wanamtizama Daudi, wanaona wewe umetusaliti, wewe ulituambia tuandamane nawe kuelekea vitani, lakini sasa yaangalia yale ambayo yametukumba. Hawa watu wamefadhaika sana hadi wakasema Daudi anafaa kuuawa. Ni vile tu Daudi anajipa nguvu. Pale chini tukisoma tuwaona Daudi anajipa nguvu yeye mwenyewe, lakini tunapotazama Daudi akawa amesononeka sana. Daudi akawa nguvu imemuishia. Biblia imetuambia walilia mpaka wakakosa nguvu tena ya kulia, manake wamefadhaika sana. Wanafunzi nao pale wamefadhaika sana, na huu ni ule usiku wa Pasaka. Na ni vyema kwa maana tuko katika hali ile ya kujikumbusha mateso ambayo Yesu Bwana wetu aliyapitia. Nao wanafunzi pale wamefadhaika sana. Lakini nataka utizame, wanafunzi wamekuwa na Yesu lakini hawajatambua yeye ndiye njia. Daudi wakati alifadhaika akakumbuka ya kuwa naweza mlilia Mungu, diposa akamwendea kuhani na akamlilia Mungu kwa maombi. Daudi anamuuliza Mungu, kama nitawafuata, nikifuata hii njia nitawafikia? Naye Mungu kamjibu kamwambia, sio kuwafikia tu, bali utawapokonya ile mali yote na wale watu wote ambao wameshikwa mateka. Tuna watu vikundi viwili. Kikundi kimoja chaongozwa na Daudi ambaye aliifahamu njia ya Mungu. Kikundi cha pili ni wanafunzi wa Yesu Kristo ambaye wameishi na Yesu lakini hawajamfahamu. Na asubuhi njema tuwajiuliza, je, wewe wafahamu ile njia? Je, wewe hufuata njia gani? Je, wewe hufuata maagizo kutoka wapi? Katika historia kuna watu ambao walisemekana wamesoma sana, wakawa ni wale wa Yunani ama Wagiriki. Walikuwa wamesoma sana. Katika historia ndio walikuwa watu ambao wameelimika sana. Na wakawa na katika historia zao hadithi moja ambayo walikuwa wanaisema ama walikuwa wanaiambiana katika vizazi vyao. Wakasema kulikuwa na kijana mmoja, najua hii tuliisoma mahali katika masomo yetu katika shule za msingi. Kijana alikuwa anaitwa Ikarus, akawa babake ni mweredi sana katika mambo ya uvumbuzi na usanii. Na wakati babake siku moja alivumbua ya kuwa anaweza tengeneza bawa, basi akamuita kijana wake Ikarus, akamwambia, sasa hapa tumetengeneza bawa, lakini haya mabawa yatatuwezesha kuruka juu angani, lakini kuyashikanisha vizuri twahitaji nta ama ule wax wa nyuki. Basi akamwambia yule kijana, unaporuka juu ninakuahidi mambo mawili. Ya kwanza ni kuwa utafurahia sana ukiwa pale juu, lakini ni lazima ujitahadhari sana. Iwapo utaruka juu sana, miale ya jua na joto ya jua itayeyusha ile nta, nawe mabawa yako yataanza kuanguka na utaanguka nawe pia. Na ikiwa utapaa chini sana, kuna uwezekano waweza ukaguza maji pale baharini na basi pia ukazama kule.
Ikarus alipowekwa mabawa vizuri na babake, naye babake naye akaweka mabawa yake, ndio hao wakaruka. Lakini Ikarus aliporuka akasahau zile njia na mienendo ambazo babake alikuwa amemwambia. Ikarus akafurahishwa sana na ule utamu na joto la jua, miale ya jua asubuhi yaonekana kama dhahabu. Akatamani sana kuikaribia, na vile alivyokaribia jua ndivyo nta nayo iliyoyeyuka. Babake akiwa kule chini anamtizama, anajaribu kumuongelesha, lakini Ikarus amepaa juu sana, ikawa sauti haifiki. Basi ikafikia yale ambayo Ikarus mabawa yake yakayeyushwa na jua. Ikarus alipozama baharini, hata babake akashindwa kumuokoa. Ndiposa Mungu anatuuliza leo, je, twazijua njia zake? Na tunapozijua twazifuata? Kwa maana kuzijua njia za Mungu ni jambo moja, nazo kuzifuata ni jambo lingine. Wakati Yohana anapozungumza kuhusu huyu Yesu, na wakati wanafunzi wanapojiandaa kwa Pasaka na Yesu ambaye amekuwa ni kiongozi wao, wote wamejawa na huzuni. Hawajui kule ambako Yesu anakosema anaelekea ni wapi. Yesu anajaribu kuwaambia, kama mngalinijua hata baba yangu mngemjua. Tomaso anamwambia, Filipo anamwambia, tuonyeshe tu baba yako, wachana basi na hayo mengine. Kama njia imekushinda kutueleza, basi achana na njia, tuonyeshe tu baba yako, manake kama we utaondoka, basi tutakuwa tunakuja kwa baba yako tunamuuliza, na kijana yako alisema ameenda, atarudi lini? Yale makao ambayo alisema anatuandalia yatamalizika siku gani? Katika hayo mambo yote tunataka kujifunza mambo matatu. Jambo la kwanza ni ya kwamba hakuna kutosheleka wakati uko katika ngome ya adui zako. Bwana asifiwe. Hautosheleki wakati uko katika ngome la adui wako. Na Yesu ama Mungu anaendelea kutuita ili tutoke kutoka katika ngome za maadui wetu. Lakini wakati mwingine sisi ile sauti hatuitambui, ama hata tunapoisikia hatuitambui na hatuifuati. Daudi alikuwa ametoroka kule Israeli, na alipotoroka akajiunga na maadui pale kwa Wafilisti. Na Wafilisti wakampa mji wa Ziklagi, wakamwambia Daudi, unaweza kuwa kama mmoja wao. Waliishi kwa kumuona kama pia huyu ni mtu ambaye anaweza kutugeuka. Ukisoma katika sura iliyo hapo juu ya 29, utaona siku moja hawa maadui wa Filisti wakaenda kupigana, naye Daudi amefuatana pamoja nao. Lakini wakiwa pale vitani, wa Filisti wamemwangalia Daudi hivi, wakamwambia, tafadhali, hata kama ulikuwa umejitolea, twakusihi tu urudi, enda tu ukapumzike, sisi tutapambana. Manake adui anakujua. Unapoenda kwa mienendo ambayo haifai, wale watu ambao mwatembea nao wanajua wewe sio mmoja wao, wanakujua wewe ni wa kanisa. Hawawezi wakakuamini katika kila jambo, manake pale ambako umejiingiza ni katika ngome za adui wako. Yale maneno ambayo unayasema yaonyeshana uko katika ngome la adui zako, na pale katika ngome za adui zako hakuna kutosheleka. Ndio maana hautosheleki pale. Ndio maana wajaribu kujiunga na vikundi vyao, hautoshei pale. Ndio maana unapojaribu kuvaa kama hao, wanao kama haufai. Wajaribu kuzungumza kama wale, waona kuwa haufai, kwa maana hakuna kutosheleka katika ngome za adui. Na wakati mwingine tumejipata pale. Wakati mwingine twajichanganya katika dhambi, kama Daudi alivyokuwa anaona, hata niendapo vitani na kurudi kwa Wafilisti, mimi bado nazipigana vita na ninapata ushindi. Daudi akaona kama atatosheleka pale. Lakini ni vyema kujua hata wale hawakumkubali Daudi kabisa, manaka waliona huyu ni Muisraeli, si mmoja wetu. Hawa watu walikuwa na historia. Huyu ndiye aliyemuua Goliath ambaye alikuwa mmoja wetu. Na kwa hivyo hakutosheleka kabisa, hawakumwamini kabisa, manake katika ngome ya adui hakuna kutosheleka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojichanganya katika dhambi, tunapoingia mahali ambako hatukustahili kuingia, tunapoyasema yale ambayo hatustahili kuyasema. Najua kuna watu wengine pale nyumbani na kanisani ni watu wawili tofauti. Manake akiwa nyumbani zile cheche za maneno ambaye yeye huzitupa,
hata kwa mume wake, hata kwa mke wake. Mzee mmoja siku moja akatuambia, mimi kama mke wangu ameokoka, basi mimi sijui vizuri kuokoka ni nini. Na ni mke wake, anazungumza kuhusu mke wake anayeishi pamoja naye. Anasema kama mke wangu anasema ameokoka, na kama ni kweli mke wangu ameokoka, basi mimi sijui maana kamili ya kuokoka. Na huyo mke unapomtizama pale kanisani, ashiriki vizuri sana pamoja nasi. Tukisema ni wakati wa kuruka, aruka juu zaidi. Manake zile cheche zote na ule uzito wote alikuwa nao, aliziacha pale nyumbani. Hakuna mtu hakuita neno hata moja, aliyasema yote. Sasa tunaposema ni kuruka, anaruka juu zaidi kabisa. Si tunaona huyu dada kweli yako katika Yesu, lakini ni watu wawili tofauti. Hata na waume wengine vile wanaishi nyumbani na vile wanaishi kanisani, ama vile tunawaona huku, ni watu wawili tofauti. Manake hata kwake hakujua ni nini ambacho ni chakula pale. Hasaidii mke wake na watoto wake, wanafadhaika sana. Lakini huku tuamuona, tukisema tuko na development, yupo pale anatupatia fedha. Lakini kwake nyumbani hajapeana. Lakini tuambiwa unapoishi katika ngome ya adui, hautosheleki pale. Na diposa Yesu anatuita, anasema mahali ninakoenda naenda kuwatengenezea njia, na ninaenda kuwatengenezea mahali, na patakapo kuwa pamemalizika, mje ili nanyi muwe pamoja nami mahali pale. Je, ni njia gani ambazo tunazifuata? Je, twazielewa njia zake Bwana, ili tunapozifuata tujijue sisi ni nani katika ufalme wa Mungu? Yule kijana ambaye alikuwa amepotea, the prodigal son, alipojirudia kwa fahamu zake zikamrudia, akajua ya kuwa mimi mahali niko ni katika ngome ya maadui zangu, hapa sitosheleki. Akakumbuka kwao kuna nyumbani kwao, akakumbuka mzazi wake, babake yuko mahali pale. Je, sisi twataka kuchukua njia gani? Jambo la pili ambalo twajifundisha ni kutafuta njia za Mungu. Tunapojifahamu ya kuwa tuko katika ngome ya maadui, tutafute njia za Mungu, kwa maana tunapomtafuta Mungu naye atapatikana. Daudi alipojua na akafahamu ya kuwa naweza nikamtafuta Mungu naye atanijibu, basi Daudi ndipo akahitaji ama akamuendea kuhani. Akasema na akamuomba Mungu, akauliza njia zake Mungu, nitakapowafuata nitapata ufanisi. Kumbuka Daudi kwa wakati huu alikuwa roho yake imeinama sana. Kumbuka Daudi wakati huu amelia, hata nguvu zimemuishia, hana nguvu za kulia tena. Lakini Daudi akakumbuka kuna Mungu ambaye nikimtafuta, huyu Mungu atanisikia. Kuna Mungu ambaye kwake nikimtumainia, huyu Mungu atakuwa ni ngao yangu. Daudi akajua ya kuwa hii ndio itakuwa ni tofauti kabisa. This makes all the difference wakati tunapomtafuta Mungu. Daudi anamuuliza niwafuate. Daudi anamuuliza niendelee. Daudi anamuuliza utanipa ushindi. Naye Mungu anampa ahadi. Anamwambia sio kuwafikia tu, bali hata kile chote ambacho adui alikuwa amekichukua utaweza kuwapokonya. Ni nyakati nyingi ambazo sisi hufuata mienendo yetu, tuwafuata njia zetu bila hata kujali Mungu angependa tufuate njia zipi. Wakati mwingine tuwajiona sisi twaweza sana. Na nikafurahi sana kwa ajili ya maudhui yetu ya mwaka huu, ya kwamba yote yawezekana kwa yule ambaye aaminie. Si yule aliye na masomo sana, siyo yule ambaye ako na fedha sana, sio yule ambaye tuwaona kama anaishi vizuri sana, lakini yote yawezekana kwa yule ambaye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji tu imani, inahitaji tu kuzitafuta njia zake Mungu. Wanafunzi wamefadhaika sana kwa wakati huu. Wanafunzi roho zao na mioyo yao imeinama, kwa maana aliyekuwa tegemeo lao, kwa maana aliyekuwa kiongozi wao, yule ambaye alikuwa anatembea pamoja nao, sasa amewaambia ya kwamba ataondoka. Ndiposa hata wakati mwingine Petro anamuuliza, nasi ambao tumekufuata kwa wakati huu, ni lipi ama na ni kipi ambacho tutakipata? Tutafaidika na nini?
Kama sasa ule ufalme ambao tulikuwa twaugoja na kuutarajia haupo, nasi ni kipi ambacho kitakuwa ni faida kwetu? Ni kutafuta njia zake Mungu. Manake tunapozitafuta njia za Bwana, naye atatujibu. Manake wanafunzi walipomuuliza Yesu kuhusu njia, akawaambia hata njia sio njia tu, bali mimi ndiyo njia, ukweli na uzima. Na yule yote ambaye anifuataye, yule yote ambaye amepitia hii njia, kwa hakika hatapotea. Ni kipi hicho ambacho umekifuata kwa siku mingi? Umekifuatilia sana kwa maombi na waona kama haijawezekana. Umejaribu sana, umejizatiti, lakini haijawezekana. Na Mungu yu hapa asema, mimi ndimi njia. Umezijaribu zingine zote, lakini jaribu mimi ili upate mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Jambo la tatu ni ya kuwa ni lazima kujitia nguvu, kama vile ambavyo Daudi alijitia nguvu. Manake Daudi akakumbuka kuna Mungu ambaye ni Mungu wa kutimiza ahadi. Daudi akajitia nguvu, manake hawa watu wote walikuwa wamemgeuka. Wote walikuwa wanasema Daudi afaa kuuawa. Na ukumbuke Daudi kwanza si mke mmoja, wake wote wake wawili. Manake alikuwa na wake wawili kwa wakati huu ambao walikuwa naye pale Ziklagi. Naye Daudi anatambua kuwa hata nyinyi ile hasara ambayo mmeipitia, hata mimi nimepitia zaidi. Manake labda nyinyi wengine wenu walikuwa na mke mmoja, wangu wametekwa, wameshikwa mateka wote wawili. Lakini Daudi akajua, ninapozifuata njia za Mungu kuna nafasi ya kujitia nguvu. Watu wengine ukiwagoja wakutie nguvu hawataweza. Bwana asifiwe. Ukiwangoja hata marafiki wakutie nguvu, wakati mwingine watakuacha. Ukiwagoja hata wale ambao ni wakaribu sana wa jamii yenu kukutia nguvu, wakati mwingine hawatakutia nguvu. Wakati mwingine hata ndio watakuwa katika mstari wa kwanza kukuvunja moyo. Lakini Daudi akakumbuka ya kwamba ni kujitia nguvu, manake kuna Mungu ambaye nikizifuata njia zake, Mungu yu pamoja nami. Daudi akaamua kujitia nguvu. Ile loss ambayo Daudi, ama hasara ambayo Daudi alikuwa anaisikia, ilikuwa imemuumiza sana moyoni mwake. Lakini Daudi akakumbuka kuna Mungu ambaye ndiye njia. Wakati mwingine tuwakumbana na shida, wakati mwingine tuwakumbana na changamoto katika maisha yetu. Na wakati mwingine pia tuwajipata tulisahau ya kuwa tuwaweza kujitia nguvu, maana Mungu yu pamoja nasi. Twazigeukia njia zingine ambazo haziwezi zikatusaidia. Twazigeukia na kuwageukia watu wengine ambao hawana suluhisho kwa mahitaji yetu. Daudi alipokumbuka yeye na Mungu uhusiano wao vile umekuwa, Daudi akakumbuka pale alipokuwa anapigana na Goliathi. Akakumbuka ya kuwa yeye pale alisema sio kwa kimo chake na sio kwa nguvu zake, lakini ni kwa nguvu za Mungu wa Israeli. Daudi akajitia nguvu. Alipokumbuka zile vita ambavyo alipigana na wanyama kule msituni akiwa mchungaji wa kondoo wa baba yake, Daudi akajitia nguvu. Sijui wewe nami tunalipi asubuhi njema ya leo ya kuliona na kutizama na kukumbuka mahali ambako tumetoka na huyu Mungu, ya kukumbuka uwezo ambao uko ndani yetu kama watoto wake Mungu, wa kukumbuka kama hawa wanafunzi ambao walikuwa wamefadhaika ya kuwa Yesu ndiye njia, ili tuondoke katika ngome za maadui, tukaifuate ile njia, kwa maana ile ndio njia ambayo itatuelekeza kwake Mungu. Je, tunayo imani? Je, tunamwamini? Tunaposema yote yawezekana, je, ndani yetu kuna imani? Na Mungu anasema nitumainie tu kwa wakati mmoja mwingine. Just one more time. Will you believe in me? Haijalishi zile shida na matatizo ambayo tumeyapitia, lakini toka kwa ile ngome, utoke kwa ile ngome ya maadui. Ile ngome ya maadui ya kunungunika. Kuna watu wengine huwa tu twanungunika. Iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, wanungunika tu. Unajua kuna watu wako na ugonjwa wa kunungunika. Hakuna lolote lile ambalo yeye huliona liko sawa.
Tuseme leo Sunday yenye Jumapili ijayo kanisa service yetu tutaanza saa 4, baada ya saa 4:30 yupale ananungunika. Kwani wanafikiria tutapikia watoto lini? Kwani ako pale ananungunika. Tuchelewe kidogo tuambiwe kuna LCC leo baada ya ibada. Kwani kazi ni kushida tu kanisani, ako pale ananungunika. Tuambiwe kuna Thanksgiving ya April na tutaifanya pale katika districts, yeye pale kwani kazi ni hiyo tu, ako katika ile hali ya kunungunika. Mwambie atoke kutoka kwa ngome ya maadui, ili aache mambo ya kunungunika, uanze kupokea baraka, uanze kuona yale mambo ambayo Mungu anatutimizia na yale mambo ambayo Mungu ametuahidi kama iwapo tutaifuata njia yake. Nataka kukamilisha kwa kusema hivi, ya kuwa tunapoweka imani yetu kwa Mungu, yote yatawezekana. Hata yale ambayo tumeyafikiria hayawezekani, tumeyajaribu kwa nguvu zetu, tumeyajaribu kwa maarifa yetu, tumejaribu kwa masomo yetu, tumejaribu kwa fedha zetu, lakini kama tutaifuata ile njia, yote yatawezekana. Ni vyema kuanza kujiona kama ambaye ameweza. Ni vyema kuanza kujiona pale ambako wewe watumainia kufika. Manake kama wewe watumainia kama siku moja uko pale na haujaolewa, na siku moja watamani kuolewa, wakati mwingine anza kukaa kama umeolewa. Vile waona wale wameolewa wanafanya, nawe jaribu kutembea vile. At least Mungu ataona kuna maono, kuna imani pale. Mungu aweza akamleta yule mume, ili kwa sababu wewe umejitolea unaishi vile. Hawezi kuwa siku moja watumainia na kumuomba Mungu, takuomba tafadhali unibariki kwa gari. Na kazi yako tu ni kunungunika kwa wale ambao wako na magari. Hata funguo zao wanaedaga wamezishika. Si ndio maana hata we haujabarikiwa upate. Kwa sababu hata Mungu anashindwa, akikupa utaanza kushindwa utaziweka wapi. Ni vyema kutembea katika imani. Nataka kumalizia kwa kusema, kijana mmoja pale shuleni wakafanya mtihani. Na mamake alikuwa muombaji sana. Ni kama alikuwa wa mama wa guild. Unajua wa mama wa guild wanajua sana maombi ni ukweli. Kwani hapa sio ukweli? Ni ukweli Sisemi wazee hawajui maombi, lakini wa mama wanajua sana maombi. Sasa kijana alikuwa anajua, mamangu ajua sana maombi. Mamangu imani yake haiwezi ikatikisika. Na yule kijana anapofanya mtihani pale shuleni, kila asubuhi mamake anamuombea na anamwambia, sasa kijana wangu nenda kafanye mtihani. Siku ya mwisho walipomaliza ule mtihani wa somo la jamii ama social studies, sasa kijana amerudi nyumbani, anaulizwa na mamake, mtihani umekuwaje? Anamwambia, mtihani umekuwa sawa sana, nimeufanya vizuri sana. Kwanza kuna swali moja ambalo ndizo lilikuwa na alama za juu, nalo hilo nimelijibu vizuri kabisa. Akamuuliza, lilikuwa gani hilo? Akamwambia, swali moja ambalo lilikuwa na alama kama nusu ya mtihani wote, lilikuwa kusema ni mlima upi ulio katika mpaka wa Kenya na Uganda. Naye mamake akamuuliza, na ukasema ni upi? Kijana akasema, mimi niliandika tu mara moja nikasema ni mlima Kilimanjaro. Alianguka ama alipata? Sasa mamake akamwambia, oi mtoto wangu, hilo haukupata. Na wakatizama katika atlas wakaona ni ukweli. Siulize mwenzako anza ilikuwa gani, unajua ni vizuri kujua kama hata yeye angejua. Labda anafikiria ni mlima Kenya. Naambiwa na Elda ni Mount Elgon. Sasa wakaangalia kwa atlas wakaona ni mlima Elgon. Naye kijana akamwambia mamake, sasa kwa sababu wewe huomba, mimi nataka saa hii tuanze kwa maombi. Kabla mtihani haujasahihishwa, na wewe ulisema yule Mungu unayemwamini aweza akasongesha milima, au songeshe mlima Elgon, au songeshe mlima Kilimanjaro, ili kabla mtihani haujasahihishwa mlima Kilimanjaro uwe pale mpakani. Mamake akamwambia, hata kama tunayo imani, sasa sio kama hii. Unajua kuna yale mambo ambayo wewe pia waangalia, unaona hata kama kuna ile imani, hata kama kuna ile kufuata njia ya Mungu, sasa sio kama hii. Mamake akamwambia, sasa hiyo hakuna haja ya kuomba, hiyo haiwezekani. Kijana anamwambia, simama, wewe ni mwenye imani na Mungu tunayemwamini aweza akasongesha milima. Basi kama wewe hautaomba, mimi nitaomba.
Mamake akamwambia, wewe endelea na maombi yako, tutaona mahali itakufikisha. Kijana akaendelea na maombi. Wakiwa tu pale, kama kijana anaendelea kuomba, wakasikia gari linazunguka na kipasa sauti likisema, sasa mitihani ilipokuwa inasafirishwa, gari lilianguka mtoni, na sasa kwa maana wanafunzi hawajaenda mbali, tafadhali rudini shuleni mkaufanya ule mtihani wa mwisho. Kijana ndiye huyo shuleni akitizama lile swali likiwa la kwanza na kusema ni mlima Elgon, kwa maana kuna Mungu husongesha milima. Tunapomwamini na kufuata njia zake, basi huyu Mungu atatusongeshea milima, kwa maana yeye ndiye njia, ndiye kweli, ndiye haki. Tusimame tuombe. Tunaposimama ni vyema kujiuliza, ni mlima upi katika maisha yako ambao umekuwa ukikusumbua, umeuona na kuona hii ni kama kwamba hii hata Mungu mwenyewe hawezi. Yawezi kuwa ni pale katika familia yako, yaweza kuwa ni nyumbani kwenu, yaweza kuwa ni ugonjwa, lakini kwa imani ya huyu kijana ambaye alijua imani yasongesha milima, tunataka kumtumainia Mungu na kumwambia, hata sasa Mungu, twatamani kutembea pamoja nawe, twatamani utubariki, utushike mkono, kwa maana sisi twaitamani njia yako. Ni vyema kunena na Mungu kwa dakika moja na kumwambia, huu ndio mlima ambao umenizuia zaidi, na Bwana na kutumainia kwa wakati huu. Natamani kutembea nawe, natamani kutembea na siku zote za maisha ya siku zote za maisha ya. Natamani kubarikiwa nawe, natamani kubarikiwa na siku zote maisha ya siku zote za maisha yangu. Kwa hakika Bwana, twakutamania sana. Mungu wetu na Baba wetu, tumepitia katika mapito mengi na mioyo yetu imefadhaika, lakini siku ya leo twakushukuru kwa maana tumeijua njia. Twakushukuru Bwana kwa maana umetuambia yote yatawezekana katika imani iwapo tutazifuata njia zako. Twatamani sana Bwana tukuelewe, twatamani sana Bwana tukufuate. Wengine wetu twazidi kukulilia hata kwa wakati huu kwa yale ambayo tunayapitia. Wengine twakulilia kwa magonjwa ambayo tumeyapitia. Twakulilia Bwana kwa ajili ya watoto wetu. Twakulilia Bwana kwa ajili ya wake na waume wetu. Twakulilia kwa ajili ya wazazi wetu na tuliozaliwa nao. Twakulilia kwa ajili ya biashara zetu na kazi zetu. Kwa hakika Bwana, tutie nguvu zako. Hatutaweza ila wewe. Tembea pamoja nasi. Twaomba Bwana, majina yetu yawe katika kitabu chako cha uzima. Utakaporudi Bwana, tutarithi pamoja nawe. Tubariki, twajiachilia kwako, na ni katika Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu atubariki. Akisema takubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema takubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema takubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka.
akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote.